sana. Ni heri ukazungumza tu. Ngalewa, mtabiri wa kijiji hiki tukufu. Najua unatambua uji wangu kwako. Kwa sasa umekwisha kuchelewa. Huwezi kufanya chochote juu ya kijiji cha Bukokwa. Bado sana. Na nipo hapa kukupatia onyo. Mzuie na umwambie huyo mtu aache haraka sana kabla kujazuka makubwa hapa kijijini. Siwezi kutishika na mambo madogo madogo. Ninachokuomba, achana na mambo haya. Ni bora ukafanya jambo jingine tofauti na hili. La sivyo kitakulamba au kukupoteza maisha. Ngoja tuone. Kati ya mizimu na mimi, nani mwenye nguvu zaidi? Wakuu wa himaya hii huwa hawatanii kabisa. Kwa hiyo acha kabisa kukifuatilia kijiji cha Bukokwa. Mizimu kitu gani? Mimi nina nguvu zaidi ya hiyo mizimu. Basi acha tuone jua litahamia wapi. Hiki kifungo ninachowafunga ninakowapeleka mpaka mamlaka ndio iamue. Tusamehe wakuu. Sina budi ya kuwasamehe. Tina huko baba. Basi. Tusipige kelele basi. Mama yako yumo ndani amelala. Baba naogopa. Ndio baba. Ndio. Kuna bibi ametokezea kule ndani. Amembeba Tina baba. Basi. Nini sasa? Mwanangu tulia. Mimi mambo hapa nayajua. Wanabukokwa na wafahamu. Kwa hiyo umekuja juzi. Mwanangu nyamaza. Ulichokiona hapo wewe tulia hivyo hivyo. Mambo hapa yote nayafahamu mimi. Baba mbona kama naogopa sasa naogopa. Usiogope mwanangu. Wewe tulia tu. Nitajua cha kufanya mimi mwenyewe. Sawa? Asa baba natuliaje mimi simuoni Tina. Sasa hamna mtu. Baba mimi namtaka Tina. Siwezi kubaki peke yangu. Hiyo wewe tulia. Iache jinsi ilivyo, sawa? Nyamaza. Naomba tuondoke mwanangu. Jamani, wana kijiji, nina majonzi makubwa sana kupotelewa na mwanangu Tina. Nadhani hakuna mtu ambaye alikuwa hamjui mwanangu Tina, lakini mwanangu amepotea kwa mazingira tatanishi. Najua hakuna asiyemjua mwanangu Tina. Tina? Ndiyo, Tina mwanangu. Mwanangu
amepotea katika mazingira ambayo yamenipa mimi majonzi mazito mno. Mpaka sasa sipati jibu juu ya mwanangu Tina. Nimewaiteni hapa ili niweze kupata ufumbuzi zidi ya mwanangu. Nifanye kitu gani? Inaniuma sana kwenye moyo wangu mwanangu Tina kumpoteza. Mwanangu Eliza amemwona live Bi James, amemchukua mwanangu Tina, na kufika kuzungumza haya ni baada ya kupata uchungu sana kwa hiki ambacho Bi James anifanyia. Hebu mwanangu Eliza, waambie ukweli mwanangu. Bi James, hukuenda kwa njia sio salama hata kidogo. Wewe ni nani mpaka unipangie kwenye mambo yangu? Siku zote maji yaliyotuama ndio yenye kina kirefu, tambue hilo. Usinichoshe mpuzi wewe, nitakupoteza mapema tu. Bi James, wewe bado mtoto mdogo sana. Ngoja nikuonyeshe. Ndiyo, ni Tina. Wakati tupo ndani mimi na mdogo wangu Tina, tulikuwa tukivaa nguo. Ghafla akatokea bibi ambaye simjui. Akaanza kumkaba Tina na kupotea naye. Hapo ndipo nilipopata wasiwasi na kutoka nje kumuita baba. Huyu atakuwa ni Bibi James kweli? Ndiyo. Haswa na mimi nimejua ni yeye. Mtabiri, bado hili hujaliona tu. Mwenyekiti, hili swala nipo nalifanyia uchunguzi, linahitaji muda. Unasemaje? Mwenyekiti, kuna jamaa amenasia kwenye shamba la Bi James. Natakiwa twende sasa hivi. Kijana tena shambani kwa Bi James na mpenzi wangu Tina. Mwenyekiti, nasemaje? Tolimala bota baba. Hilo ni onyo tu. Ukirudia tena na kuua bila huruma. Nisamee, unifungulie. Nifungulie kidogo tu. Sitarudia tena. Tazama anavyotia huruma. Hivi nadhani kiasi gani yule kijana anateseka shambani kwako? Nisamee. Mwenyekiti huyu hapa.
Mwenyekiti, Naam. hakikisha Bi James ndiye anayefika hapa, kwa sababu mwanakijiji yoyote wa Bukokwa akiingia kwenye hili shamba atapoteza maisha. Sawa kabisa. Walinzi. Na mkuu. Naomba mumfuateni Bi James nyumbani kwake haraka iwezekanavyo sasa hivi. Sawa mkuu. Shatekeleza hilo swala. Ondokeni. Sawa mkuu. Kaka, naweza kuuliza? Karibu. Mimi ni mgeni kwenye hiki kijiji, natokea himaya ya jirani. Kwa kuna kakaangu namtafuta. Tulikuwa tunakata kuni, ghafla akapotea kwenye mazingira ya kutatanisha sana. Mkaka yupi huyo? Ni mkaka fulani hivi, amevaa kibangili mkononi lakini pia ni mfupi mweusi. Sijamwona bado. Sasa sijui tunafanyaje. Sasa cha kukusaidia labda nikupeleke kwa mwenyekiti. Samahani, unaweza kunipeleka? Ndio. Naweza nikakupeleka. Ni huku. Basi sawa. Twende unipeleke. Ili sawa, nijue. Twende. Samahani dada Eliza, naomba nikuulize kitu. Sawa tu, unaweza kuuliza ili niwahi sehemu. Hivi yule kijana kule shambani kwa Bibi James amefika vipi kule yani? Usitake kunichanganya we binti. Hapa nilipo nimevurugwa kabisa. Yaani hiki kijiji mpaka kero kabisa. Kulikoni tena dada? Kwani nimekosea kukuuliza hivyo dadangu? Hapana, hata mdogo wangu tena alichukulia mbele ya macho yangu nikiwa anaona hivyo. Kwa hiyo naona haya yote chanzo ni mimi. Hapana dada Eliza, Mungu ndiye anayejua kupanga. Jipe moyo tu, yote yatakwisha tambua. Naelewa. Ila kama vile naona mimi ndo nimeleteleza mambo haya yote mpaka mdogo wangu kufariki. Pole sana. Ila hiki kijiji kina mambo mengi sana. Mimi mwenyewe nashindwa hata kuyatambua. Acha mimi niende, maana baba kaniagiza. Haya mwaya. Kwaheri.